Eternal Father, I offer you the body and the blood. Namshukuru Jehova Mungu kwa ajili ya wakati kama huu amenipatia. Nataka tuombe na wewe ili jina la Baba litukuzwe. Baba wetu mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, nimekushukuru sababu wewe ni mwema. Hakuna mwingine kama wewe. Hii kazi umenipatia ni yako, si yangu. Uliniongelesha ukaniambia hii kazi ni yako, si yangu. Kwa hivyo niifanye kama yule anakufanyia. Niko hapa nimenyenyekea mpaka chini mbeleni mwako Baba. Ufanye kazi yako katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Wacha tuendelee na kitabu cha Isaya 49:15 ndogo inasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Nataka ninene. Agano ambayo nimesoma inauliza ya kwamba, je, mwanamke anaweza kusahau na mtoto wake ambaye alinyonya? Ama mtoto ambaye imetoka kwa tumbo yake? Niko hapa nikuulize, mwanamke anaweza kusahau na mtoto wake? Niko na jibu. Ama yule alitoka kwa tumbo yake? Niko na jibu, nikujibu. Mwanamke anaweza. Kuna wanawake wengi wanawacha mabwana zao na watoto wanaenda kuzurura, anasahau. Kuna wanawake wengi wanaenda kwa mabwana zingine, awache bwana yake baba watoto, aende kwa bwana wengine, aishi huko mpaka kufe, amesahau. Kwa hivyo mwanamke anaweza kusahau. Wengine wanasahau na uchungu ambao walisikia, wanatupa watoto kwa takataka. Wengine wananyonga watoto kama wako wachanga, sababu amesahau. Binadamu wao wanasahau. Sasa gani nauliza ya kwamba, je, mwanamke anaweza kusahau na mtoto wake ambaye alinyonyesha? Ama anaweza kusahau na mtoto ambaye alitoka kwa tumbo yake? Yes, wanaweza kusahau. Agano inaendelea kusema ya kwamba hata amhurumie mwana wa tumbo lake, hawezi akamhurumia. Mwanamke ni binadamu. Agano inaendelea ikisema ya kwamba, naam, hawawezi kusahau, lakini hawa waweza kusahau. Agano inasema wanaweza kusahau. Kwa kweli wanasahau. Hawa waweza kusahau. Sababu ni binadamu. Binadamu anageuka kama kinyonga. Na binadamu pia anazunguka, yani anaenda kama saa. Haimjalishi. Hata nilipokuwa nikikuja hapa nimepigiwa simu ya kwa bibi mwingine ameua bwana yake na sumu, na ni wazee wako na wajukuu wao. Ati sababu aliua bibi bwana yake, ati bwana hakumshona mwanamke mzee ambaye ako na wajukuu. Ai jamani, watu wako na akili gani? Ati bwana yake hakumshonia nguo ya Krismasi. Hiyo kitu kana mwendo, yani hiyo kitu iko aje? Mzee kama mimi, ati bwana yangu ambaye tumesana naye watoto tuko naye na wajukuu, ninamuua na sumu vile alikataa kuninunulia nguo ya Christmas. Na niko na watoto, niko na wajukuu. What's that?
Sio pesa nunue chakula tusherekee tukule. Tunone. Tununue kitu ya maana, nguo, tangu wawane mpaka wazai watoto, mpaka watoto wazai watoto. Kwani akona nguo ngapi? Ilikuwa lazima tu hiyo nguo ndio avae. Hapana, shaitani ni mtu muovu. Nimekataa. Ikiwa wanaweza kufanya hivyo, wanaweza kusahau na watoto wao. Agano inasema ya kwamba naam, hawa waweza kusahau. Kwa kweli wanasahau. Lakini mimi sitasahau wewe. Niko hapa nikwambie, hata kama shaitani akufinyilie, ni karibu akunyonge. Maadui wakuongeleshe vibaya, wanene maovu kwako, wakufanyie madharau, wakutusi, wakufanyie ile isiyofaa. Lakini Mungu anasema hawezi akasahau na wewe. Ninataka ukubali na hiyo ya kwamba Mungu hatasahau na wewe. Hata sahau na wewe. Mungu wetu hatasahau. Ikiwa wewe ni kikamilifu mbele ya Mungu, Mungu hatasahau na wewe. Ikiwa unatafuta Mungu na machozi, labakwa, glory be, ribishintaraito, hatakusahau. Nimejua wakati nahubiri hapa, uko na shida mingi sana. Uko na tatizo hapa na pale. Uko na majukumu ambayo huwezi ukamaliza. Uko na kilio na machozi. Uko na udhaifu. Wewe ni mnyonge. Watu wanakuona kama takataka. Wanakuhesabu kama ile kitu haisebiki. Wananena maovu kwako. Wanakusema. Wakati huu ninahubiri hapa, nimejua. Lakini hata hizo zote zitendeke, wengine wanakutafutia mabaya. Wengine wanakutafutia kifo. Wengine wanakutafutia unyongwe. Lakini agano inasema hata kama binadamu wanaweza kusahau, Mungu hawezi kukusahau. Kuja kwake Jehova Mungu hatakusahau. Rudi kwake Jehova Mungu hatakusahau. Enda mbeleni mwake ukimtafuta hatakusahau. Nikwambie, Bwana atapigana na maadui zako. Bwana atapigana na maadui zako. Kubali ya kwamba Bwana atapigana na maadui zako. Bwana hatasahau na shida zako. Wacha nikusomee mahali pengine hapa. Inasema ya kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaonukia juu yako katika hukumu hutahukumu kwa makosa. Glory, glory, glory. Kila silaha ambayo imeundwa juu kwa ajili yako, kila silaha itakayofanyika juu yako, kila silaha ambayo imetengenezwa sababu yako, itakachofanyika juu yako. Hata nikihubiri hapa nimejua kuna silaha inatengenezwa kwa sababu yako. Watu wanataka kukunyang'anya vitu zako bure na wamejua hizo vitu ni zako. Wanachiringa mbele yako. Wanataka wakufanyie maovu. Wanakunyang'anya shamba lako. Livi kontia.
Wanataka wapeleke watoto wako kwa waganga ili wawe watu mpafu. Boma yako wamekanyaga chini. Hawataki chochote toke katika hiyo boma. Ukitaka mazuri wanataka mabaya. Ukilima shamba yako haikui. Ukisa wanaongea mbaya juu yako. Agano inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Niko hapa nikwambie, kila aina ya silaha imetengenezwa juu yako haitafanikiwa. Kubali na hii maneno ninasema. Haitafanikiwa. Wacha nirudie tena. Kila aina ya silaha imetengenezwa juu yako haitafanikiwa. Wewe pia chukua hii ujumbe ya kwamba kila silaha ambayo imetengenezwa juu yako haitafanikiwa. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu, utahukumu kwa makosa. Yoyote ambaye ananena maovu juu yako, wewe ndiye utamhukumu. Yule ambaye anatengeneza maovu juu yako, kila aina ya ulimi itakuanukia kibaya, utaihukumu. Hivyo ndio vile agano inasema. Hakuna kitu itainuka juu yako ambaye itakushinda kuhukumu. Watacheka wamekumaliza, hawatakumaliza. Watasema wamekurudisha nyuma, hawatakurudisha nyuma. Wakati walishika Yesu, wakamshulubisa, wakamtesa, akakufa, wakasema wamemmaliza. Na hapo ndio ilikuwa mwanzo wa Yesu Kristo. Wakati alifufuka kutoka kwa wafu, ndiye akaanza kufanya miujiza na ishara makuu. Sasa mtu anaweza kufanya ile aseme ya kwamba nimemmaliza, mpaka wapigane simu ya kwamba fulani ulimfanyia hivi, mimi pia nimemfanyia hivi. Fulani hii na hii, mimi nimemfanyia hivi, tumemmaliza. Hawatakumaliza. Wale wanapanga wakumalize, hawatakumaliza katika jina ile na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Wacha nirudie kitabu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Chukua hiyo ujumbe. Kuna silaha ambayo imetengenezwa ikuharibu, haitakuharibu. Agano imekataa. Kila silaha ambayo ilitengenezwa juu yako haitafaulu, haitafanikiwa. Na kila ulimi itainuka juu yako, iseme mabaya juu yako, wewe ndio utarudi kuihukumu. Mungu sio mwanadamu aseme uongo. Akisema atatenda, anatenda. Mungu abadiliki, binadamu anabadilika. Unaweza kutendea mwanadamu mazuri mno, na akibadilika anasahau na mazuri ulimtendea. Kila aina ya silaha itakayofanyika juu yako haitafaulu, haitafanikiwa. Niko hapa nikwambie leo, ninasikia nguvu ya Bwana. Hakuna silaha itafanikiwa. Hakuna silaha itafanikiwa juu yako. Hakuna. Hata kama walitengeneza juu yangu mimi ambaye ninahubiri, haitafanikiwa. Na kile ulimi ambaye linena maovu juu yangu, mimi ndiye nitaihukumu. Sijui wewe unasikiaje? Sijui uko wapi? Sijui wamesema nini? Sijui wamekuamkiaje? Sijui wameinukaje? Sijui wamekudharau namna gani? Hata
sijui wamekutusi nini, sijui wamenena maovu kwa aina gani juu yako. Niko hapa nikueleze, kila aina ya silaha itakayofanyika juu yako, itakayoinuka juu yako, haitafanyika. Chukua hiyo ujumbe na uichukue kwa uzito. Tukimaliza tukienda kuomba, omba na hiyo ujumbe ya kwamba hakuna silaha imeandikwa kwa agano. Hakuna silaha, hakuna. Na ulimi ambaye imeinuka ikasema maovu juu yako, wewe ndio utahukumu. And that is the Bible. Hivyo ndio vile ilivyo. Kwa na raha hata kama wamekutusi. Kanyaga chini kama mtoto wa kingi. Ujisikie kwamba hauko peke yako. Uko na mtu ambaye anakupigia vita. Mungu ako nyuma yako. Amesimama nyuma yako. Agano inasema alinena na mfalme Kuros. Akamweleza Kuros, nimeshika mkono wako wa kiume, nimetangulia mbele yako, nitafungua mamilango. Saa hizi ndio saa imefika, mamilango zinafunguka, maminyororo zinakatika, maovu zinafagiwa. Mungu anazifagia. Maadui zako wanafaguliwa sasa na Mungu. Mali zote ambayo walikunyang'anya, Mungu anakurudishia. Kubali hii maneno na utarudishiwa. Kubali hii maneno na utahukumu yule alinuka juu yako. Kitabu yanasema, lakini mimi sitasahau wewe. Mungu hawezi kukusahau. Ikiwa wewe ni kamilifu mbele ya Mungu, Mungu hatakusahau. Mungu hatakusahau. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mkono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Kile imenifurahisha, Bwana amenichora. Glory to Jesus. Bwana amenichora kwa vitanga za mkono yake. Mungu amenichora, Mungu amekuchora. Ikiwa wewe mtakatifu mbele ya Mungu, amekuchora. Ana kama ni shida mbaya uwezi ukaongea, leo anza kuongea. Kama ni matatizo na shida na magonjwa, leo hizi zinatoweka. Zitatoweka. Sababu gani? Nasema Bwana amenichora kwa vitanga za mkono yake. Wacha nirudie. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mkono yangu. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mkono yangu. Mungu amekuchora katika vitanga vya mkono zake. Amini ya kwamba umechorwa kwa mkono wa Mungu. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mkono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Yani, Mungu anasema amekuchora kwa vitanga za mkono zake. Na ukuta yako iko mbeleni mwake, kwa macho yake daima. Sio kwa dakika, sio kwa muda, sio kwa mwaka, sio kwa siku, sio kwa mwezi, daima. Bwana amekuchora kwa vitanga vya mkono yake. Na ukuta wako iko machoni mwake. Kuta zako
ziko mbele zangu daima. Kuta zako iko mbele ya Jehova daima. Akiangalia chochote anakuona. Watu wakikutusi anakuona. Wakikudharau anakuona. Wakikunyang'anya wanakuona. Wakisema maovu juu yako anakuona. Kuta zako ziko machoni za Jehova Mungu. Ziko mbele ya Jehova Mungu. Yani daima milele. Imezidi. Bado Mungu anaendelea tunakuona. Love can't glory be controllable Cynthia. Anakuona, Mungu anakuona. Glory to Jesus. Mungu anakuona. Hii kitu imenifurahisha. Je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anyonyai? Hata amsahaue. Hata hasimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Mungu atakusahau. Wengi wetu wameomba na kuna majibu, mpaka wakasema Mungu hawasikii, Mungu amewasahau, hawaoni. Niko hapa leo hii nikwambie katika hii andiko ya kwamba Mungu hajakusahau. Bwana hajakusahau. Watoto wako wanaweza kukusahau, bwana yako anaweza kukusahau, mali inaweza kukusahau, wazazi wako wanaweza kukusahau, waukoo wanaweza kukusahau, lakini Mungu hajakusahau na hata kusahau. Mungu hajakusahau na hata kusahau. Glory to Jesus. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mkono wangu. Bwana amekuchora katika vitanga vya mkono yake. Hata kusahau, na sababu hivyo ndio sababu amekuchora kwa vitanga vya mkono wake. Amekuchora kwa vitanga vya mkono wake. Niko hapa leo nikwambie, kubali Mungu akuchore. Kubali leo Mungu akuchore. Kubali akuchore. Unajua akikuchora atakuangalia kila wakati. Hakuna chochote itampita bila kuona ikikuja kwako. Na hiyo ndio sababu uharibifu haitakuingia, haitakufikia. Maovu haiwezi kukufikia. Utaona tu dalili ya kwamba hii ilikuwa vita, lakini haitakufikia. Sababu amekuchora. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mkono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Glory Jesus. Ukuta yako iko mbele ya Mungu daima, daima. Sasa usiogope. Usiogope dada yangu. Usiogope mama yangu. Usiogope baba yangu. Usiogope ndugu yangu. Usiogope kaka yangu. Usiogope, 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 usiogope. Bwana anatazama. Kuta yako mko mbeleni mwake daima. Usiogope. Watu wengi wanaogopa. Watu wengi wanatembea wakitetemeka. Wengi wameenda hospitali wakaambiwa haiwezi katebika. Usiogope. Kuta yako iko mbele ya Mungu daima. Usiogope. Tazama, nimekuchora kwa vitanga vya mkono yangu. Tazama, tazama. Bwana amekuchora kwa vitanga vya mkono wake. Usiogope. Mungu alinenea Joshua. Akamweleza Joshua, usiogope. Moyo wako usitoweke. Usitishwe. Usitingishwe. Kwa maana mimi Jehova Mungu niko na wewe kila wakati. Nami niko hapa nikwambia usiogope, usitingishwe, usitishwe, usitetemeke. Sababu Jehova Mungu ako na wewe kila wakati. Hivyo ndiyo sababu ameandika hapa, ukuta yako iko mbeleni mwake daima. Na amekuchora kwa vitanga vya mkono wake. Kila aina ya
silaha ambayo ilitengenezwa kwa juu yako haitafaulu, haitafanikiwa. Na kile ulimi itanuka itayenuka ili iongee maovu juu yako, wewe ndiye utaihukumu. Kwa hivyo nimefurahia ujumbe ya leo ya kwamba hata kama uko na shida, hata kama umekanyagwa kama matope, hata kama watu wamekuslap, hata kama unatembea uchi, una manguo, una chochote, una hata kiatu mguu tupu, usiogope. Hakuna silaha ilitengenezwa juu yako ambayo itafanikiwa. Bwana amekuchora kwa vitanga vya mkono wake. Usiogope kamwe, usiogope kamwe, usitishwe. Simama imara kwa Mungu na Mungu atakusaidia. Njoo sasa tuombe ili Mungu atufunike, atuchore, asitusahau. Silaha isianuke mbele yetu. Silaha isifanikiwe. Ulimi ambaye inanena maovu kwetu. Hata kama mganga ndiye alikutupilia kitu, leo hii tunaenda kuharibu nguvu ya mwovu shetani zote. Usiogope. Hata ukikutana na wewe mganga, usiogope, sababu nguvu ambayo iko kwako iko kubwa. Gano inasema yule ako ndani letu ako mkubwa kushinda yule ako ulimwenguni. Yule ako ndani letu ni Yesu, ni mkubwa mno. Na yule ako ulimwenguni ni shetani, Yesu amemshinda. Sasa usiogope. Usiogope. Tembea kama uko mjasiri. Kwa na ujasiri ili Mungu akushingilie mkono. Tunaenda kuomba na wewe ili jina la Bwana iinuliwe, ili jina la Bwana itukuzwe. Hata kama uko kwa hospitali, tunaomba. Hata ukiniona tu kwa runinga, tunaomba. Hata kama majaribio ziko nyingi, tunaomba. Hata kama mtu alikwambia utakula 2023, tutaomba. Hata kama alikwambia tumewachana, tutaomba, sababu Mungu wetu ako na vitu vyote. Baba wetu mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, tumeshukuru jina lako, tumeinua jina lako juu. Agano inasema ya kwamba hakuna silaha ambayo imetengenezwa juu yetu ambayo itafanikiwa, haitafanikiwa. Na agano pia inasema ya kwamba ili ulime ambayo inasema maovu kwetu, sisi ndio tutahukumu. Fanya huyu hukumu huyu. Na agano pia inasema ya kwamba Baba wetu, ya kwamba umetuchora na hutatusahau. Na ukuta zetu ziko mbeleni mwako. Tumejikabidhi, tumekimbilia kwako. Bwana, usituache. Na agano inasema uweze ukatusahau, usitusahau. Nimeomba nikikubali, utatusahau. Huyu akona shida, akona kilio, akona tatizo, akona magonjwa, Baba usimsahau. Nimemkabidhi huyo mtu mkononi mwako. Nimekuletea yeye ili umsaidie. Jina lako itukuzwe, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Barikiwe sana. Mimi ambaye nilikuwa nikinena na wewe ni Askofu Nereah Mbewa kutoka kwa kanisa cha Hope for Good in Christ. Tuko hapa Nairobi, Njogoo Road, Makongeni. Unashuka Rekana ama unashuka Makongeni Police Station. Ukifika hapo, piga simu, tutakulaki. Barikiwe sana. Chukua namba yangu ambayo tutakutana naye. Ukitaka maombi, ukitaka Mungu akufunike, ukitaka silaha zote ambayo imetengenezwa juu yako iishe, ukitaka Mungu akuchore, ukitaka Mungu asikusahau, piga hii simu. 0720 403913. Mubarikiwe na tukutane wakati wa Mungu. Amen. Eternal Father, I offer you the body